Mimi naitwa Salum Mohamed. Mimi ni miongoni mwa wale tulifiwa watu wengi ndani ya meli ya MV Bukoba. Tulipoteza sisi ndugu 18. Familia hatuwezi kusahau. Na ndio maana siku kama ya leo tunasoma dua, kwa sababu tunaokumbuka wenzetu waliotangulia kila mtu anapokuwa mahala. Kwa mfano kama hapa sasa tutakuwa nyumbani pale kama chungu, tutakuwa na dua ndogo kwa sababu mama aliyebaki mmoja tu katika familia ya wazee wetu waliopo. Watu tunafiwa. Lakini ukisema tu siku hiyo unasikia kitu kinaingia katika nafsi ya kwamba siku hii ilikuwa siku si ya kawaida. Ilikuwa siku nzito kwa familia ambayo hatuwezi kuisahau, kwa sababu nyumba zingine Mwanza za ndugu zetu zilifungwa kwa sababu wamekufa mke na watoto na mme. Nyumba zingine zimefungwa. Kwa hiyo na zilifungwa. Kwa hiyo ni mambo mazito sana, lazima tuyakumbuke. Kwa Jumapili tulikuwa na harusi nyumbani. Tulikuwa na harusi pale nyumbani kama chungu. Ndio mkusanyiko ulikuwa mkubwa. Tulikuwa na harusi, na baada ya harusi kuna ambao walikuja mjini kama wataondoka Jumatatu hiyo jioni na MV Bukoba. Ikawepo Serengeti wakaondoka. Angalia Mwenyezi Mungu alivyosaidia. Na wengine wakabaki nyumbani. Wakaja Jumatatu, wengi wakaja wakasema tutakutana Kemondo. Kwa hiyo Kemondo alikuja mkwe wetu mmoja anaitwa Abbas. Yeye alifuata tikiti mjini. Kwa hiyo baadaye akarudi kuzipeleka Kemondo. Na familia baada ya kusikia meli mizama, basi walijua na wote waliokuja Jumapili wote wamezama. Kumbe hao waliokuja Jumapili walipata MV Serengeti wakaondoka. Kwa hiyo ilikuwa msiba mkubwa sana. Kwa mfano watu wengine walifika Kemondo, meli ilikuwa imejaa. Kuna waliomba wengine basi mteremke, basi tutaenda kesho kwa gari. Meli unaona ilivyojaa. Asema wenzangu wameshapanda na mimi nakwenda. Kwa hiyo ilikuwa kama mvutano kidogo kwa familia. Teremka twende au tusiende. Twende na gari, lakini watu walishasema wenzangu wote wameshapanda. Kwa hiyo ilikuwa ni masikitiko makubwa sana mpaka ile asubuhi ya saa 3:03 tunapata taarifa. Manake kuambiwa meli mizama ilikuwa huwezi kuamini. Hawezi kuamini, na mawasiliano ya simu wakati yalikuwa mabaya. Basi tulikwenda bandarini pale, kuna kampuni moja ya Mwanza ya ndugu yetu ilikuwa inafanya kazi biashara ya samaki. Alikuwa na radio call. Kwa tukakwenda kupiga radio call. Tulipiga radio call, aliyepokea alisema hapa nimo ndani ya boti. Maiti ya fulani nimeshaiona. Alikuwa mtu mmoja anaitwa Zena. Sasa maiti ya Zena hii hapa. Basi tukajua tayari msiba. Maiti ya Zena imeshapatikana. Miongoni mwa zile maiti zilipatikana siku ya kwanza meli ilipoanguka. Ilikuwa siku ya hiyo, ilikuwa ni siku ya Jumanne sasa asubuhi. Miongoni mwa maiti za kwanza, na hiyo ilikuwa miongoni maiti ya kwanza ilionekana ya huyo binti, ambayo siku ya Jumatano wakati tunakwenda kumzika huyo, tulikutana na rais wakati wa Mkapa. Alisimama pale Kirumba, jeneza lipite. Na baadhi walianza kutuuliza, tukawaeleza. Basi rais alitoa salamu kwetu. Ndio alikuwa anakuja kwa mtikisiko uliotokea wa watu kwenye meli, basi ndio alikuwa anakuja, tukutana naye Kirumba. Ndio maiti ya kwanza ya kwetu tulizika. Lakini baada ya hapo hatukupata maiti yoyote. Mwishoni kabisa tulipata maiti moja ya kijana mmoja Taimur. Ndio ilipatikana ya mwisho. Ndio tulizika wakati Mkapa anatangaza kwamba sasa basi mdada tuyatoa hawajaisha, basi kumrudisha binadamu anapotoka anakuwa amebadilika sana. Kwa hiyo akasema basi tukafanya sherehe ya mazishi, tukaifanya kule ziwani mahali meli ilianguka. Kwa hiyo tulifanya hivyo na baadaye tukarudi nyumbani.